Hey maizangu, hope you're well. Mnaendeleaje? Karibu sana kwenye YouTube channel ya Malkia. Usisahau unagusa neno subscribe, afu unagusa kengele inayofuata ili uwe wa kwanza kuona recipe kila mara ninapoweka inakupa notification. Usisahau pia kumwambia rafiki yako kwamba Malkia na YouTube channel, ukienda pale utajifunza kila kitu. So huu ni mchele wangu ambao nililoweka usiku mzima. Nimetumia mchele aina ya basmati kwa sababu pia unalainika kwa haraka. Kama utatumia mchele wa Kitanzania kisha unatumia chenga za mchele, zenyewe zinalainika haraka kwa sababu ni vipande, okay? Baada hapo asubuhi nitamwaga yale maji ya jana, nitaosha tena mara ya pili hata mara ya tatu ni sawa. Na baada ya kuosha vizuri tutachukua blender yetu. Kwenye blender tutaweka ule mchele wetu kama unavyoona hivi. Pia unaweza kutumia mchele aina ya pishori ni sawa. Baada ya kuweka mahitaji yetu mengine ni iliki, pakiti moja, hamira, pakiti moja, tui la nazi pamoja na sukari. Nitawekea vipimo kwenye description box hapo mnaweza mkafuatilia. Kisha nitaweka ile tui la nazi kwenye mchele wetu, nitasuuza kale kadude tena nitaweka ni kama vikombe viwili vya maji. Afu nitaweka iliki kwa ajili ya harufu, nitaweka na hamira. Hii hapa pamoja na sukari pia. Hii ni njia rahisi kama unataka kupika vitumbua nyumbani, hata kwenye biashara tu. Yani it's just simple. Baada hapo washa blender yako, acha ifanye magic. Isage kabisa kama unavyoona hapo, iwe smooth and very nice. Ukiona mchanganyiko wako unabaki na particles vile vichenga hata havina shida. Wakati wa kupika huaga vinalainika na vinakuwa even vizuri tu. Baada ya kusaga vizuri nitamiminia kwenye bakuli langu ambalo nitaumulia kama hivi. Kwa wale ambao wanapenda kuongeza mayai, unaweza kuongeza mayai, unaweza kaliblendia lakini unaweza kalipiga pembeni na kuliongeza mahali hapa. Na mchanganyiko wangu nadhani unauona jinsi ulivyo, sio mzito sana, sio mwepesi sana. Uko standard tu hapo katikati. Funika na cling filling ili ikusaidie kuumuka vizuri. Unaweza pia ukaweka kitambaa ni sawa. Weka sehemu ambayo kuna joto, acha kama kwa nusu saa mpaka lisali moja uone imeumuka vizuri kama hivi. Ikisha umuka hakikisha unakoroga ili kuondoa ile hewa kama mimi ninavyofanya hapo. Na hapo tupo tayari kwa ajili ya kuchoma vitumbua vyetu. Next tunaweka kikaango chetu cha vitumbua jikoni. Tunaweka mafuta kidogo kidogo kila tundu la vitumbua, tunaacha vinapata moto vizuri. Usiweke mchanganyiko wako kwenye mafuta ambayo ni ya baridi. Itakusumbua kidogo na itachukua muda mrefu kitumbua kuiva, lakini pia kinaweza kikajaa maji. Nadhani unaona mimi ninavyoweka tu ina bubble, manake mafuta yamepata moto vizuri. Unaipa muda kama hata dakika 1 mpaka 3 iive vizuri. Kama kuna uji vimeshika kwa pembeni unavitoa ili kusaidia kugeuza, na utakuwa unageuza unaongeza mafuta, unaongeza mafuta mpaka upate rangi nzuri ya golden brown, na uhakikishe vimeiva vizuri. Moto usiwe mkubwa sana na usiwe mdogo sana, in between hapo. Kama unavyoona vitumbua vyetu vimekuwa as simple as that na vimekuwa vizuri vitamu. Enjoy, ninakupenda mpaka wakati mwingine. Love you, bye.